kipindi hiki wengi tunagusa na kujaribu maeneo mengi sana tunashindwa, mpaka inafikia mahali kijana anakuambia mimi sijui cha kufanya. Unamshauri kijana kama huyo kulingana na kile ambacho umepitia na ulichokifanya kutoka katika familia? Kwa kijana ambaye cha kwanza anaweza kufanya, kwanza achunguze kwenye familia yao ni nani. So anaweza akajijua yeye kupitia kusoma familia zao, na ndio kuna vipaji vingi vimejificha vilivyopo kwenye familia vimejificha. So akimshirikisha Mungu kama nilivyosema mara ya kwanza, Roho Mtakatifu anamfundisha, so itamsaidia Roho Mtakatifu kumjulisha vipawa ndani ya familia. So atajumlisha dots atakazoambiwa Roho Mtakatifu na zile ambazo yeye mwenyewe anaziona kwa kuwasoma wazazi wake, kusoma mwenyewe, kumsoma babu yake. So anaweza kujumlisha zile dots na kujigundua kwamba mimi ninaweza nikawa mtu fulani. Na unaambia nini wachungaji ambao wako katika nafasi ya ulezi wa hawa vijana? Wachungaji ambao wanalea wa vijana, inapaswa wao zaidi basi sio kama ni mbaya kulima mwelekeo, lakini Mungu anaweza akawatumia wao kwenye kujua vitu vya watu wao wanaochunga, kwa sababu kama tukiongea kwamba wao wanao ushirika mzuri, wachungaji wana ushirika mzuri na Mungu. So kama wataamua kuexplore talent zilizopo kwao ni wao kwa kuwasaidia vijana, basi inaweza ikawa nzuri zaidi. Inaweza ikawa nzuri zaidi. Kwa mimi kwa ushauri wangu kwa vijana, wao wamehitaji na vijana wao waone kama wafanya shughuli wao ni sawa. Sio mambo ya kimaadili, mambo ya kimaisha kawaida, lakini Mungu anaweza kuzungumza naye kwa wazo ambalo wazo limwambia niingia ndani kwako. Kama aliniambia nilishaanza kuandaliwa kabla kwa kuanza kusikia ndani yangu. Lakini mkurugenzi, kuna maeneo ambayo tunaandana kutofu kabisa, kwa mfano kwa vijana ambao wana mawazo tofauti. Kwa mfano tukizungumzia swala la Kanaani kama ambalo lilikuwa kwa Milton Kanaani, kwa imani nyingine potofu kwa nchi zinasema kwamba kufuga wanyama kunahusianishwa na uchawi na vitu vingine vya imani ambavyo sivyo sawa kufanya kama mwana wa Mungu katika ufalme wa Mungu. Sasa dhana potofu ni vitu ambavyo vya upasi kuangalia failures za watu, inabidi uangalie watu waliofanikiwa. Hata mimi wakati naanza kufuga, watu ambao walikuwa hawaelewi mawazo yangu au nachotaka kufanya ni watu ambao walifanikiwa, lakini sijawahi kukutana tajiri akapinga issue ya mimi kufanya biashara ya kubreed au kufundisha mtu. Wengi wa Mungu wanisupport. Sasa napenda tujifunze kutoka kwa watu waliofanikiwa, lakini ukidili zaidi na watu waliofeli huwezi kufanikiwa. Kwa maana hiyo unasema kwamba MK9 mkurugenzi, kijana yoyote anaweza akaanza wazo lolote ambalo anataka kulifanya. Kijana anaweza akaanza wazo lolote anataka kulifanya, lakini kizuri zaidi akiwa anafanya after mentor. Tukizungumzia MK9 ilianza ukiwa na mtaji wa kiasi gani cha fedha? Kwa MK9 kwa kitu tunachofanya kikubwa kwa sasa ni present sana kwa ufundishaji. Katika ufundishaji mimi sijaanza na mtaji, nimeanza na knowledge, lakini katika breeding tuseme nilianza na mtaji wa milioni 1.5. Amepia Mungu nitajifunzia kupitia vitu vingi, kujifunzia kwake, training, kujifunzia kwake, kwa sababu kama nilivyowaambia ni muhimu sana mshindani. Kwa hiyo upande ambao sasa hivi naweza nikaenda kwa client nikafundisha knowledge. Asante sana MK9. Wana Mungu wangependa kufahamu wanakupataje? Mimi nchini kesi kunipata ni kwenye njia ya mtandao wa kijamii. Ukiingia Instagram account utaandika MK9 kama ambavyo inaonekana blog yetu kwenye Facebook ya Faida, unaweza kuipata. So kwa MK9 unaweka hashtag
Tanzania. Utaongelea pale, basi ukishafika pale mambo mengine yote tutayapata kupitia huko, lakini pia vile unapata kwa njia ya mtandao wa simu kwa namba ya 0713217731. Hiyo namba muda wote iko active, unaweza kupata pale. Basi Mungu, nadhani tunaelewa kabisa namna gani ambavyo tunaweza kuwasiliana moja kwa moja na headquarters ya MK9 Milton Canine kwa ajili ya mafunzo au huduma zozote ambazo zinahusiana na mbwa. Mkurugenzi, nikirudi kwako, katika suala zima la utawala na usimamizi wa MK9, unawezaje kuendana na mfumo mzima wa utawala na usimamizi wa MK9? Actually katika utendaji kazi yetu sisi katika structure yetu jinsi ilivyo ni kwamba kwanza tukianzia hapa ofisini ambapo tunafanya shughuli nyingi kama nilivyokuambia, lakini katika upande tu wa mbwa mmoja kwa sababu mbwa mmoja hapa ni kaja wote haijalishi kwamba ni kaja dukea au kaja kuja training, lazima kaja wote. Lakini katika kwenye madaraka kuna mwalimu wako kwa ajili ya kufundisha mbwa, kuna handlers wako kwa ajili ya kuhudumia kazi ya kuhudumia mtu, alafu kuna recalls wako kwa kazi ya kuact as a dog. Kwa hiyo huyu mtu akimuona atamkimbiza, na akimkimbiza tunasema ya mbwa kaelewa. So utakapomuona mbwa ukamwona yule ni kwa afanya mkimbiza, so maana sasa ya kazi yako, kwa sababu yeye kazi yake ni hiyo hapo, na handler kazi yake ni kuhudumia mbwa kwa ajili ya chakula na kadhalika. So tumegawanya katika namna hiyo, lakini vile MK9 kwa vile ambavyo tunafanya hapa, tunafanya daycare. Kuna mtu anakuta na mbwa wake anatamani asafiri, lakini katika kusafiri kwake hajui watamweka wapi. Kwa hiyo sisi tuna hostel, tuna cameras ambazo tunaziweka kwa mfumo wa kisasa, mbwa anaweza kafika na akapata huduma zote anazofuata. Na zetu sisi tuna fursa za kumweka mbwa na mbwa msefu, na pia tuna kawaida ya kuwatumia clients wetu video za progress za kwa hapa. Na daycare sisi tofauti na daycare zingine kwa sababu sisi kwa mgao wetu kuna training tunazipata. Kama ni mtu mmoja na security anaweza kushangaa bila kawaida kile kiondoka security quest, sio kwamba alikuja kwa ajili ya kufundishwa, ila kuna vitu atalipata kwa sababu hata wao ndio sisi kufundisha, wanafundisha na wao. Sasa kama mtu ana tabia nzuri wanawafundisha na kuwafunza nzuri. Na lakini pia vile kuna hawa wa house dogs. So mara nyingi hapa Tanzania tuna watu wanatoka nchi jirani, lakini wanafika hapa wanakuta kwamba wanatamani kurudi kwao kwa likizo, lakini sasa changamoto ni nyingi, kusafirisha gharama kubwa sana, na kuna watu wilaya wakabidhi kwao, ila sisi hapa tupo kwa mjini. Kama mtu anasafiri kwa balozi wapi na wapi, anataka mahali pa kuleta mbwa wake wa bodi wa daycare, anaweza kapita daycare au bodi akapita. So sisi tuna mazingira mazuri kama ya nyumbani ya kumweka mbwa. So hata changamana na wale mbwa wa security, atakaa yeye kama mbwa nyumbani. Kama unavyoona haya mazingira unayoona hapa ni mazingira ambayo sisi tunayokuwa kwa kama unavyoona huyu bodi. Lakini huyu ni mbwa American Bulldog anajulikana kwa kufuatilia tulia kwa kusumbua kufuatilia anaweza kipindi katika sehemu moja hapa kaita food chani. So mazingira yote anayokaa hapa ndio mazingira anayokaa mbwa ndani, ndio haya hapa. Mpaka sasa umekuwa na uwezo wa kuwa na wafanyakazi wangapi? Ajira umeshatoa kwa watu wangapi? Actually mimi mpaka sasa hivi sina wafanyakazi, ila mimi timu yetu ina watu wengi sana, kwa sababu sasa hivi kwa mfano kuna vijana wa Mwanza na vijana wa Morogoro na kuna vijana wengine wa Mwanza hadi Zanzibar, na hapa pia kuna wilaya nyingi sana. Na lakini pia vile ukiona hivyo kwa hapa tu sisi ambao tuko hapa tuko watu watano, na lakini pia kuna wengine wako ambao wako nyumbani, wote ni MK9 kwa sababu issue ile ilitokea kwa miaka nyuma. Sasa kiongozi fulani kile shauri na mbwa wake, sasa ilijadiliana story tofauti, lakini kulikuwa kuna ndugu Henry. Sasa
Sasa sisi tuna mahenda tunafundisha. Tunafundisha na professional handlers. No. Wanakuwa professional handlers. Wanapokuwa professional handlers wanaenda kusaidia kwenye zile nyumba. Kukaa na wale mbwa. Kukamilisha ulinzi kwa sababu mbwa hawa kukamilisha hawa mbwa kwa sababu hawa mbwa ni walinzi. Sasa kama ni walinzi wanapata dog handler nzuri, wanaweza kulinda vizuri kwa sababu dog handler ataendeleza kile kitu ambacho nacho. Kama mbwa alikuwa labda ni muoga, alishafundishwa ukali, anatakiwa aendelezwe kama kwa vile wanajeshi. Sasa yule dog handler ataendeleza. Dog handler anakuwa elimu kwa familia kwa sababu wana elimu. Atamwambia bwana hiki kitu usifanye kwa hiyo tusiwatishie mbwa. Basi tujenge muda na mbwa wetu ambao wawepo hapa karibu mbwa tunapita mara kwa mbwa au sisi tunapelekea chakula, basi chukua chakula tuwapelekee. So elimu kama hizo zinasaidia na ni ngumu sana kwa nyumba kwa mbwa kuwageukia familia endapo anakuwa na pia. Sasa kuna kadha. Jambo kwa bahati mbaya sana watu wengi wanakuwa ni watu wa celebrities na watu wakubwa, lakini tungetamani watu wa kawaida pia tufanye nao kazi na wajue umuhimu wa hawa dog handlers ambao tuko nao. So kwa sasa hivi tuna nyumba 9 ambazo kuna vijana wako. Hongera sana. Na nadhani haya maarifa ambayo hawa vijana wote wanayapata ni muhimu kwa kijana ambaye hajui kabisa kuhusu habari ya jinsi ya kutunza mbwa na kufundisha mbwa kuyapata. Hiyo ni muhimu kwa sababu kwenye kari yetu kama nilivyosema kuna trainers, alafu kuna dog handler. Dog handler ni elimu nzuri na ni elimu kwa kila mmiliki mbwa anapaswa yaani. Lakini sasa Watanzania wengi hatupendi knowledge. Sasa knowledge ndio inaweza kusaidia. Na knowledge ya unapoishi na mbwa lazima uende. Kwa hiyo ile elimu ambayo vijana wetu wako nayo ni lazima hata uwe nayo. Hata kama hana muda na mbwa, lakini anayo tu. Na hata watoto wake na familia yake na kadhalika. Na je, kuna nafasi ya serikali au wadau mbalimbali wa maendeleo kuwa na fursa ya uwekezaji katika MK9? Fursa zipo na nafasi zipo kwa wawekezaji wa serikali kwa sababu kwa hii tathmini ni kubwa na kuna vitu vingi sana wanavifanya. Na kama mnavifanya basi kuna watu wengi mnatamani kuishi na hawa mbwa kama part of family kwa sababu inasemekana kwamba mtu mmoja anaishi na mbwa kama familia na possibility kubwa ya kuishi miaka mingi. Kwa sababu hawa mbwa they can fake death but they will never fake love. Sasa sisi binadamu tunaishi vizuri kwa upendo. Watu wengi wanaishi hata mahali pa kuonyesha upendo wao, lakini kwa mbwa hapa wanaonyesha upendo na hawezi kufake. Jibu vyema, jibu sahihi anakuletea affection, inaongeza siku za maisha. Unadhani kuna uwezekano kukawa na haja ya masuala ya mafunzo ya mbwa au utunzaji wa mbwa kuingizwa katika mitaala ya serikali, kwa mfano VETA, wakiingiza mafunzo ya mbwa kunaweza kukawa na msaada wote katika kusolve au kutatua changamoto ya ajira kwa vijana? Hiyo ni kitu nzuri na inaweza ikasaidia sana. Kwa sababu mimi nimefanya kazi mbaya, kwa hiyo nimeona kwa wenzetu ajira zilipo kwenye. Mimi sasa hivi nikiamua kurudi Dubai kusema nchi nyingine yote kupata kazi ni easy. Sasa hiyo inafungua fursa kwa watu kufanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa sababu hii issue inatokea nje ya nchi. Sasa sisi hapa tunadili zaidi sana muda sikutaki. Sisi kama kitu kibaya. Ni kweli. Lakini vigumu sana kumwambia nje ya nchi. Lakini dog handler wote au trainer wote nje ya nchi kazi kitu cha sekunde. Lakini vile shule ziko chache sana kufundisha kitu. So ukiangalia kama kwa mfano wa Afrika hapa hakuna shule rasmi na shule ambayo ilipo South Africa ambayo inafundisha hichi kitu. Tutamini kutakuwa na shule ya MK9
inaendelea kufundisha. Kama sisi hapo tunafanya, lakini bado haijakuwa rasmi. So kama serikali tunapata support kutoka kwao, tukahusiana nao labda kwenye VETA, tukawa na nafasi ile. So tunafanya hicho kitu na kitu kizuri ambacho kinaweza kutoa ajira kwa watu wengi sana. Lakini pia tunaona namna ambavyo serikali ina mchango mkubwa sana katika kuendeleza na kukutanisha watu mbalimbali pamoja na wadau wa maendeleo. Umewahi kutangaza biashara hii katika mabanda ya matangazo, kwa mfano Sabasaba au 88, ambapo serikali inaweka wazi kabisa maeneo kwa ajili ya watu kukutana na watu wengine na wadau mbalimbali wa maendeleo kuweza kushiriki au kutangaza biashara yako kwa watu mbalimbali? Kwa mimi mahali pekee ambapo nimewahi kujitangaza as association. So tuna association, tunayo na association, lakini iko kwa sababu tunaanza kufanya mambo. So tuna association yetu na mimi ni kiongozi kule. So tulikuwa tunatangaza kwenye maonyesho ya ndani. Lakini kwa muda mrefu sana nilikuwa sipo kule, ni shughuli zangu nafanya na kuna namna nyingine yoyote unayotumia katika kuitangaza MK9 ukiachana na mabango ya biashara au mabanda ya biashara katika maonyesho? Njia pekee ambayo naitumia mara nyingi kuitangaza, njia kubwa sana ya kwanza ni kufanya vitu vilivyo bora. This place, the Holy Spirit is moving in this place. There's an overflow of joy, an overflow. There's an overflow of joy, an overflow. There's an overflow of rivers of anointing, an overflow.